Naam, ndugu watazamaji wa Masuwa TV, hapa niko kijiji cha Nambaza, wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara. Nimefika maeneo haya ili niweze kuongea na mwanasoka ambaye amewahi kuwini sana harakati za maendeleo yake ya soka katika mkoa wa Mara. Na hapa ndo sasa naomba tuungane ili tupate maelezo juu ya mwenendo na maendeleo yake ya soka. Hoja hapa nyumbani. Upo bwana? Ndio, habari za hapa nyumbani. Karibu mheshimiwa. Asante, mambo yanaenda. Asante kabisa. Heri ya mwaka mpya. Asante, Mungu naona kujali hapa. Ndio. Mimi nimeitwa Erasto au kwa jina la Mabano To. Safi kabisa. Inaonekana na huu urefu vile masuala ya mchezo. Safi. Upande wa futi. Sababu vile nimepeleka. Kwa hiyo kwa jumla mimi naitwa Erasto. Mimi nimezaliwa 1960 na leo tuko mwaka 2026. Nina umri wa miaka 65. Na mimi historia yangu hata hivi hilo jina la To, kutoa hilo jina kuna kipindi kwa nachezea timu fulani hivi, alafu kuna watu wakaniona. Sasa kuniona kipindi kile kulikuwa na Mohamed To alikuwa akichezea Simba. Wakasema huyu jamaa mbona mpira wako unafanana wa yule ambaye ni Mohamed To. Mohamed Bakari To. Ndio maana kutoa hilo jina. Nilikuwa nachezea timu ya ufundi Kigoma mpaka imeshiriki hata ligi kuu. Ila mimi sikupata nafasi ya kushiriki ligi kuu, kwa baadaye nilitoka pale. Na ulivyotoka hapo ndo ulikuwa ukomo wa mwenendo wako wa soka au uliendelea na vilabu vingine kushiriki soka? Hapana, baada ya kutoka hapo kulikuwa na timu hapo ya kwa miundo ya makaimu barozi wa Zaire hao. Kulikuwa na barozi mdogo pale Kigoma, kuna barozi mdogo. Sasa walianzisha timu ambayo vile vile imechezea kwa muda wa mwaka mmoja. Naona sasa hii timu ya makaimu barozi hao, baadaye nilivyotoka nikaja nikapata nafasi ya kuchezea timu moja huku kwani kwetu kule, yani Bunda. Timu ilikuwa inaitwa Ujenzi. Ni watu unaowakumbuka harakati zako za michezo kwenye hiyo timu ya Ujenzi wilaya ya Bunda? Kwenye timu ya Ujenzi Bunda tulikuwa watu wengi tu, lakini zaidi ninayemkumbuka alikuwepo mwenzangu mmoja ambaye sasa hivi ni marehemu, ametangulia mbele za haki. Alikuwa anaitwa Alex Kashashi, na ndio huyo alikuwa mchambuzi wa soka ambaye kwa sasa ni marehemu. Na uzuri vile vile kwanza nina kumbukumbu yake kwenye hii picha. Ni huyu hapa ambaye ni mstari wa chini kwa waliochuchumaa. Ni watano, 1 2 3 4. Mimi niko hapa. Naam. Kwa wale ambao wamevalia jezi nyeupe kisha kafuata mwenye kama sheti la kawaida jeusi. Ndio. Naam. Alex Kashasha huyu. Naam. Ni mtu ambaye tumecheza naye na vile vile bado alikuwa ni kocha mchezaji. Kwa sababu jamaa alikuwa na uwezo. Na bado yeye huyu Kashasha ndio amefanya hata mimi kapata nafasi ya kuchezea hata mpaka kombaini ya mkoa wa Mara. Na bado huyu Kashasha ndio amefanya mimi nikapata mechi ya kimataifa. Kwa sababu mbele yake kama kocha mchezaji amefanya tukapewa mechi moja na timu moja ya Kenya kwa inaitwa Shabana. Naam. Pale nikakutana na mtego mkubwa sana kwa sababu nilikuwa nimekutana na mchezaji mmoja namba 9 alikuwa anaitwa Enol Mutego. Lakini hizo juhudi zote zilitoka kwa Alex Kashashi. Maki Kashasha huyu, alafu yeye sasa ni mtu ambaye alikuwa haeleweki. Ndio. Kwa sababu ukimpa namba 6 anacheza, ukimweka namba 8 anacheza, ukimweka namba 10 anacheza. Na ndio maana hata mimi kidogo mpira wangu alijaribu kuinua kwa sababu mimi namba zote za nyuma nilikuwa nacheza. Lakini zaidi kwa anapenda kunipanga namba 5. Ila kuna mechi za kirafiki hizi kwa tunakwenda sehemu wakati mwingine kulingana labda na umbile langu na niweka namba 9 na kuwa mshambuliaji tena wa mzuri tu. Kwa hiyo ndio maana Kashasha nitaendelea kumkumbuka zaidi. Kwa sababu sio mimi tu, wamepandisha wengine walichezea mpaka matimu makubwa. Kwa hiyo huyu marehemu
amenisaidia sana kiasi kikubwa katika mpira. Ili kwendaje wewe mkakutana na Kashasha mpaka mkashiriki kwenye soka na Kashasha? Waeleze watazamaji au wasikilizaji wa Masuwa TV. Kashasha huyu nikutana naye kwa sababu yeye alikuwa ni mtumishi wa serikali, alikuwa ni mwalimu. Na wakati ule mimi nimeajiriwa ujenzi, ikatokea yeye bahati nzuri hakuwa amehamishwa sasa. Ameleta shule moja inaitwa Bitaraguru, shule ya msingi. Bitaraguru iko maeneo gani? Iko Bunda, jirani tu na Bunda. Iko wilaya ya Bunda. Kama unakwenda Msoma. Sawa. Kutoka Bitaraguru ndio unakwenda Mwibagi. Mhm. Sasa kwa vile ile timu ya halmashauri ya ujenzi ilikuwa ni timu ya halmashauri na yeye mwalimu yuko ndani ya halmashauri, kwa hiyo kuna viongozi ambao walitoa taarifa kwamba mko hapa, lakini kuna shule ya Bitaraguru pale, kuna mwalimu ni mzuri sana katika mpira. Kwa hiyo akija hapa ina maana kwamba hii timu itaimarika. Ndio maana zikafanyika taratibu, mkurugenzi akatuma gari ikamfuata Alex Kashasha, ikamtoa huko jijini ikamleta hapa mjini. Yeye kaletwa pale 1981. Na mmeshiriki naye mashindano gani ambayo yanaweza labda ukasimulia kabisa kwamba huenda katika mashindano fulani hapa ndipo Alex Kashasha aliweza kuonyesha vitu vya nadra? Hapo mimi ninavyokumbuka ni kama nilivyowahi kusema kwamba tumewahi kucheza naye timu ya kimataifa. Na yeye na timu kutoka tofauti na Tanzania. Ile Shabana, mpaka Shabana ilikuwa ni timu ya Kenya. Alafu ile Shabana kipindi kile ilikuwa daraja la kwanza kule sasa. Pale nchini Kenya. Na ninyi wakati mnashiriki na timu hiyo ya Kenya daraja la kwanza Shabana, ninyi huku mliwakilisha mkoa wa Mara mkiwa mabingwa wa mkoa wa Mara au mkiwa miongoni tu mwa timu zile zilizokuwa zinashiriki daraja la tatu ngazi ya mkoa? Kipindi kile sisi tulikuwa mabingwa tu wa wilaya. Lakini katika ligi sasa daraja la tatu ngazi ya mkoa tulikuwa tunakaribia kuchukua ubingwa. Kwa tumebakiza mchezo mmoja tuchukue ubingwa. Maana tulikuwa tunawapatia Msoma Shooting Stars timu ya maji. Na mbali na Kashasha kwenye mkoa wa Mara ni wachezaji gani harakati zako za mashindano au harakati za kushiriki soka unaweza ukawaeleza watazamaji wa Masuwa TV? Harakati zako ni wapi ambao uliwahi kuwaona kwa wachezaji mbalimbali vilabu mbalimbali ndani ya mkoa wa Mara? Safi kabisa. Mimi wa kwanza alikuwa ni Ali Mchumila ambaye baadaye alikwenda Yanga, hatimaye baadaye akaenda Majimaji. Kulikuwa na mdogo wake anaitwa Zikili Mchumila, huyo tumecheza naye. Alafu kulikuwa na Alois Goma ambaye tumewakisha naye mkoa wa Mara. Kulikuwa na mwingine anaitwa Manyama Mariogo, jina la utani beki mkali. Wengi tu wakina Vidasto Shilimbu, baadaye wakaenda biashara Mwanza huko. Ninawakumbuka. Baada ya kustaafu soka umeendelea kuishi hayo mazingira ya halmashauri ya wilaya ya Bunda au baadaye ulibadilisha makazi? Mimi pale Bunda kitu kama mchezaji, kabla sijastaafu nilikuja nikachukuliwa na timu moja ya jeshi. Ambayo unaikumbuka ilikuwa ni timu gani? Ilikuwa ni timu moja, ilikuwa na chuo cha uongozi na unadhimu moja pale juu Fortikoma. Naam. Baada ya kuhama huko au kuacha maendeleo yako ya soka, kwa maana sasa ukubwa au umri umekupeleka kupumzika soka, ni chachu gani ulizozifanya zaidi tukiwa hapa maeneo ya nyumbani kwako au kwenu Nambaza? Uliwahi kushiriki nini zaidi kuinufaisha jamii unayoishi nayo kwenye ulimwengu wa soka? Nikiwa pale Nambaza. Naam. Mimi kwa kweli baada ya kuwa nimerudi nyumbani, nilipofika hapa, kwa vile mpira bado ulikuwa damuni, kwa sijazeeka zaidi, kwa bado kijana. Ilikuwa ni kwenye mwaka gani? 93. Mwaka 93. Naam. Nikauliza, jamani, kuna timu? Wakasema kuna timu.
basi nilikuwa mpenzi wa kuwa nakwenda kuangalia mazoezi. Nimekwenda siku moja, ya pili, ya tatu, nikajaribu kuangalia, kumbe vijana wana maumbile mazuri na wana nguvu, wana akili kidogo tu. Kinachotakiwa labda tu ni ile tu kupata support ya mawazo ili angalau wabadilishe mpira, kwa sababu kipindi kile nimekuta hiyo timu, kulikuwa na timu inaitwa Muungano, nikakuta wanacheza mpira huko jijini, wanasema piga niende, alafu kile wanasema tayari zefu show. Unaona, sasa ina maana kwamba maana yake mpira unavyokuja ndivyo unavyorudishwa hivyo hivyo.